Naam, langu jina naitwa Minister Simon. Tunasema ni another day. Hichi ni Kiingereza Kiswahili. Bwana, tunafurahi kidogo lakini tunaendelea kama kawaida. Siku leo nimekuletea huyu ndege mkubwa ambaye ni ndege wa maajabu sana, ambaye wanasayansi wengi wamekaa wakafanya tafiti nyingi ili kumtambua na kumjua. Wakatafuta sifa zake na kumjua anapenda nini, hapendi nini. Huyu ndege ndiye tunamuongelea siku ya leo. Anaitwa tai au unaweza kusema eagle. Tunaendelea. Leo nakuletea sifa za ndege tai, ndege mkubwa mwenye macho makali. Ana uwezo wa kuona kilomita ambazo binadamu wa kawaida hawezi kuona. Macho yake yanamsaidia kupata chakula ambacho kiko mbali hadi chini ya bahari kabisa, kwenye mchanga ana uwezo wa kukiona. Huyo tai, hiyo ni sifa ya kwanza. Ana nguvu na miguu imara. Miguu yake hufanya ashike chakula chake imara bila kukosa. Lakini sifa nyingine, tai ni ndege jasiri mno. Huishi maeneo hatari, haogopi changamoto zozote zile. Tai yeye huendelea kuishi na kuvumilia kwa sababu ana ujasiri wa hali ya juu tofauti na ndege yoyote. Yote kwa yote ana uangalifu wa hali ya juu, yani ni mchunguzi, huangalia kila kitu kinachopita chini kabla ya kukichukua. Ni mwenye subira na kuvumilia sana. Ana uwezo wa kusubiri muda mrefu mpaka atakapopata chakula chake. Pia ana kasi ya ajabu. Anaishi juu sana, mahali pa hewa, kwenye miti, mlimani, mahali penye uwazi, yani anapenda kila kitu aweze kukiona. Ni ndege anayependa kuishi mwenyewe, anapenda kukaa peke yake, si wa makundi mengi. Na bado tunaendelea, mapumziko mafupi. Nikukumbushe tu, chukua hatua kusubscribe, kulike, kucomment, na lakini usisahau kuwasha alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata kila aina ya tukio linaloendelea. Tunaendelea na kipande cha pili. Naam, sasa tunaelekea upande wa pili. Binadamu anajifunza nini kutoka kwa tai? Kitu cha kwanza ni funzo la ujasiri. Tai haogopi changamoto, ni jasiri kwa binadamu. Hii inatufundisha kushughulika na matatizo bila hofu. Funzo la pili ni uangalifu na mchunguzi. Anaangalia kila kitu kilicho karibu kabla hajakichukua. Funzo la tatu, subira na kuvumilia. Tai anasubiri kwa muda mrefu mpaka atakapopata chakula chake. Funzo la nne, usahihi na uharaka wakati unaohitajika. Akishapata fursa huenda kwa haraka bila kukosea. Tai anaona mbali, hivyo binadamu tunajifunza kuangalia kesho, tusidili na leo. Tai ni mlinzi wa mazingira, hivyo tunajifunza kulinda mazingira yetu kama tai. Bwana, na hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tulikuwa na ndege tai. Tuangalie kipindi kinachofuata kinasema nini. Nakukumbusha tu subscribe, share, comment, like, lakini pia washa alama ya kengele ili kuwa waanza kupata kila aina ya kipindi. Sema walo la Bwana.